Yo, kwa mara nyingine tena welcome to the weekly update show. Kama kawaida mimi wananiita Beka Smasher, the king of airwaves. Yaani hapa leo tumewatayarishia umbea wote, udako ambao umefanyika wiki nzima. Tumekusanya vizuri, tukaweka pamoja. Ikiwemo Arsenal kudraw. Ni mbaya. Walisema title race si yao kweli. They are not in the title race. Wanatolewa kwa vikombe kama T-bag. Anyway, tuko tumefika 32,000 subscribers manze. This is a milestone. Let's make it to 50,000 subscribers kabla tufike 100,000 subscribers. In the meantime manze, if you are new to this channel, make sure you subscribe. Yani kagonge tu hivi kalie kama kifuniko ya gas. Aya, tukianza story ya kwanza pale tunaanza na Willy Paul Zé mwenyewe alisema kwamba hataki kuitwa bwana mkunaji. But sasa there is this lady called Cynthia. Cynthia ameachilia video fulani. Cynthia ni mtoto fulani wa TikTok pale. Anafanyanga dance challenges pale. Anapiganga tu TikTok. So kuna video fulani ambayo Cynthia aliachilia akipiga banya. Unajua ni dance challenge ambayo imetrend sana katika social media platforms. Naona director pale anapiga banya. Usitaki ijua. So katika hii video Cynthia alicheza hii challenge, na baada ya kucheza ile challenge kuna tetesi ambazo zinasemekana kwamba Willy Paul alipoona hii video alislide katika DM ya Cynthia. I thought Willy Paul ameacha kukua bwana mkunaji. So there are two angles. It's either Pose alislide kweli katika DM, ama Cynthia is doing a cloud chase. Kwa sababu sasa hivi mitandao, you can't trust the social media anymore. But pia Cynthia aliattach a screenshot katika video yake ambayo tutakuwa tunaicheza, akionyesha kwamba Willy Paul typing. Na iangalilia 18 na Willy Paul bado iko na that blue tick. Alafu typing. Akeka pia na time pale. Nimeangalia mara mbili, but pia mimi naangalia it's like ni kweli bana Willy Paul alislide DM. Lakini hakuna the full evidence, but pia mimi nashuku. Pose aka mchezo tulisema tunaacha bana. Anyway, I'll play the video uione, alafu utakuwa unaniambia je, this is true ama it's false. Tuweke video kadhaa za Cynthia akicheza. Hebu angalia huyu Cynthia. Pose anaweza slide kwa hii DM. Direct unafanya ni lose focus. Tukiangalia hii challenge, is it that Willy Paul anaweza slide kwa challenge ya DM? Aize kwa DM ya Cynthia. Anyway, siseme kitu. That's Willy Paul Zé mwenyewe. Tukisonga mbele, story yetu ya pili leo tumeka presenter Kai na Diana Yegon. Watu ambao wamezua gumzo mtandaoni, watu ambao wanafanya vizuri, role model wa wengi katika mitandao ya kijamii. Vizuri sana. Jamani, ni kama presenter Kai amefunga goli. Ni kama presenter Kai amebuka, yeye ndo anainua title race. Nikisema hivi inamaanisha nini? Kuna picha ambayo imetrend katika mitandao ya kijamii, kuna picha ambayo imezua gumzo katika mitandao ya kijamii. It looks like Diana Yegon is pregnant. Yes, Diana Yegon is pregnant bana. Kuna picha ambayo presenter Kai alipost pale, kushiba si kushiba. Unajua kuna kushiba fulani, unajua mtoto wake ameshiba. Lakini hii yake ilikuwa over kushiba. Yani if you see a D, it's a capital D. Ni mbaya. Watu wanapeleka syllabus mbio. If this is true, then congratulations to the one and only presenter Kai Wachonyi, well represented. Kwani iko nini? This is good, this is amazing. Yeah, anafanya vitu vizuri. I really like what presenter Kai is doing. Unajua kuna pesa fulani mtu akienda nayo katika mitandao ya kijamii, unajua kwamba huyu mtu hana kazi ya kufanya.
ni mtu wa social media, lakini akipata kazi ya kufanya katika ground, anapunguza ile pace kidogo, inapungua pale. So nimejifunza kitu. Said ana Yegon kidogo amepunguza kuposti pale kwa social media. Kai naye kidogo zile kelele amepunguza kidogo. So I don't know if wanajipanga kidogo na mtoto, but acha ni drop hii picha alafu tutuambia, is this capital D ni ya bola ama ni kushiba tu amelisha marage na chapati? Anyway, tukisonga mbele, bwana, kuna pasta watatu ambao wamezua gumzo mtandaoni. Hawa pasta huwa yani throughout au katika mitandao wako. Wa kwanza ni Pastor Kanyari, the leading. Of course wa pili ni Pastor Nganga, lakini leo hayuko kwa hii story. Kuna Pastor Awor na Pastor Ezekiel. Tuanze kwa Pastor Ezekiel kabla tuingie kwa Pastor Awor, alafu tumalizie na Pastor Kanyari. Bwana, Pastor Ezekiel anasema kwamba Mungu alimwambia ya kwamba hii February haishi, yeye atakuwa ameutuna. Sema kwamba yeye na mke wake this February atakuwa ameaga dunia. Kifo chake Pastor Ezekiel ni huu mwezi wa pili. Bwana, mimi nimekuwa nikijiuliza swali. Kwani watu wanaongea na Mungu gani na mimi naongea na Mungu gani? One on one conversation mpaka Mungu anakuambia kwamba oe unakufa siku fulani. Kwani sisi tunasoma Biblia gani? Ni Mungu gani huyo tunaabudu? Mtuambie bana. So Pastor Ezekiel amesema kwamba Mungu amemwambia ya kwamba huu mwaka anaga dunia. Let's watch this video. Mungu aliniambia nitakufa lini? Mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Ni yeye na mimi watu wawili ndio tunajua. Mungu ashawahi kuongelesha kama Hezekia. Huwa mnaonanga Mungu ananiambia kuwahusu. Aliniambia Ezekiel nakufa mwezi wa pili. Nikaamuka nikaketi nikamwamsha mke wangu nikamwambia amesema nakufa mwezi wa pili. Akaniuliza tutafanya nini? Yes. God told me I was going to die in the month of February. It was January, then month of February must be this year. Not next year. Bwana, hiyo ndo video ya Pastor Ezekiel. Wewe unaonaje? Wewe unafikiriaje? But swali langu lenye limekuja hivi. What happens kama by the end of February Pastor Ezekiel atakuwa bado yuko hai? Wajua kuna maswali ambayo yatakuwa yanaibuka hapo. Watu wengine mtafanya mpaka wasiamini Mungu. Mtafanya mpaka watu wasiamini Mungu. How is it that wajua watu wanajua kwamba Mungu ni yule mtu ambaye, not mtu really, sorry with all that, but Mungu ukimwomba kitu anafaa akutimizie. Mungu akikwambia kwamba kuna kitu fulani ambacho kitafanyika, that means lazima kifanyike. But what happens kama hii ya Pastor Ezekiel haitafanyika? Watu wanasema kwamba tunachezwa. Tutoke kwa Pastor Ezekiel tuingie kwa Pastor Awor. Pastor Awor naye ni mwingine. Bwana, Pastor Awor anasema kwamba he is communicating one on one with God on WhatsApp. Another question inakujia hapa. Mungu ana post status. Awor, hebu tuambie unaonanga status za Saja? Kwa sababu yani sasa ni kama kuna kamchezo fulani ambayo watu wanachezea tu. I feel like mnafanya watu mpaka wasiamini bana. How can you communicate with God on WhatsApp? Does it mean heaven kuna internet? Heaven kuna WhatsApp? Heaven kuna iPhone, kuna Samsung? Mnatufanya tuna raise maswali mengine, yet ni ndo religious leaders ambao tumewategemea, mnafanya tuingie mbinguni.
So basi kama ndivyo Awori, tuambie Mungu anatumia system gani? It's giving us questions and itafanya watu wengine kuwa hard to believe. But Pastor Awori amesema kwamba yeye ana communicate na God one on one kwa WhatsApp. Ni mbaya. Maandishi ya Mungu Baba akiwaandikia manabii wakuu wa Bwana kwenye video. This is mighty. Hii ni kubwa. He is writing. Anaandika. He is writing text. Anaandika ujumbe. Can you take it over? Tukitoka kwa Pastor Awori, tuingie to the last pastor ambaye amekwamilia kwa social media platform. Pastor ambaye anaingia TikTok. Mademo anamuita Zazi. Ai. Pastor Kanyari, the king himself, sensational. Kwani iko nini? Ai! Kanyari bana. Pastor Kanyari amekuwa kitrend na video fulani ya mtoto wa kike anajulikana kama Marion Naipei. Na Marion Naipei, kama tulivyozungumzia katika episodes zilizopita, ni mtoto wa kike ambaye alitrend katika mitandao ya kijamii baada ya video zake za tupu kuleki katika mitandao ya kijamii pale. Story kama hizo zilileki nyingi, na Pastor Kanyari akaichukua hii akaamua kuibeba. 2 weeks later tukaona kwamba Pastor Kanyari akakuja akasema kwamba paka msituni na mwituni, yani a lot of commotions. Naipei naye akaamua kumbacklash, akanambia walinipatia 50,000 and out of the 50,000 you took 45,000, you just gave me 5,000. Story nyingi ambazo zili happen. Kila mtu akaamua kufuata njia yake. 3 days later wakarudiana, wakaonekana wanapika chakula pamoja, wakaonekana pale Pastor Ezekiel not Pastor Ezekiel really, but Pastor Kanyari akimpatia Marion Naipei 6,000 Kenyan shillings, akimwambia Marion ya kwamba hizi bana, chukua uende ununue nguo. Kamuuliza Marion Naipei, ni kuongeza zingine uende ukunywe pombe? Wale mnitafutia kanisa ya Pastor Kanyari. Kama kwa Pastor Kanyari watu wanaruhusiwa na wanampa pesa ya kukunywa pombe, nitafutie. But I've never understood this. Why is it even possible? You as a pastor unawaruhusu washirika wakunywe pombe, yet kuna watu kule nje wanakunywa pombe, wanataka kwenda kanisani waombewe ili ndo waache kukunywa pombe. Bana, yani wajua kuna vitu zingine najaribu kuelewa lakini ni trick. Yes, washirika si mbaya kukunywa pombe, washirika wenzangu, na msikunywe pombe zaidi. Hata kama unaenda church unakunywa tu ile bado unajijua, because I know some pastors where they do drink na bado wanaenda kuhubiri, but they don't take too much alcohol. But uona pia mshirika unamwambia take this money go lewa. Anyway, let's watch this video from Pastor Kanyari himself, the king. Wananiita paka ya msituni. Walikuita? Paka ya msituni. Paka ya msituni. Naendelea kumuombea, na vile naendelea kumuombea bado namuona social media huko TikTok bado wanakunywa kabisa. Sasa nikasema paka ya msituni, rudi msituni paka. Aya, kuja nikupatie 6,000 ya manguo, 6,000 ya manguo. 1 2 3 4 5 6. Hii usiende kukunywa pombe. Aya, shika hii ni 6,000. Kama unataka kukunywa nikupe 1,000 ngapi ya kukunywa? 3 ya kukunywa. 3,000 ya kukunywa. Wewe wacha mchezo, enda ukae chini. Tukisonga mbele ni story yake Kenyan Prince. Bwana Kenyan Prince pia naye amezua gumzo hii wiki katika mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya kumspank demu wake hadharani wakiwa kule Dubai. Wiki kadhaa zilizopita, just ni last week pale, Kenyan Prince alienda Dubai na mtoto wa kike, demu wake kama kawaida. Kampeleka Dubai pale, lakini alionekana akimshika mandanda. Bana, heshima na taadima idumu bana. Hakuna venye unaweza tuonyesha unyonge sisi watu ambao wako single bana. Alafu after that
akavunja iPhone 17 Pro Max. Yo, 17 Pro Max. Hiyo bado haijaingia akilini. What happened mpaka akavunja iPhone 17 Pro Max? So this is what happened. Alikuwa ana kutrade akapoteza 10,000 US dollars na akaamua kuvunja simu just because ameenda loss ya 10,000 US dollars. Fununu zinasema ya kwamba ilikuwa uongo, ilikuwa demo account. But the question still remains. Nilikuwa naongea na director wangu, how can you get an accident, Range Rover yako ivunjike ama iharibike kabisa, uko uwezi itengeneza, alafu juu ya hasira unaenda kuchoma nyumba kwa sababu umepata accident, gari yako imevunjika? How is that even possible? So that's what happened to Kenyan Prince. Ameenda loss ya 10,000 US dollars, anaamua kuvunja simu. It's not giving. Anyway, let's watch this video, Kenyan Prince. Today, I decided to fund $10,000 and show you what KP the baddest can do with this strategy. And guys, remember, we're getting that Lamborghini you saved. I'm gonna use this $10,000, confirm. How much is that, bro? $10,000. I'm gonna use it and flip it to get that Lamborghini you guys were talking about. So we're going in. Remember, no risk, no Ferrari. Target profit is 100K. We're flipping 10K to 100K. 100K is our target profit, guys. Let's add some lot size. Let's go. Full margin, I'm in. Let's go, baby. What the fuck? Oh my God. What the fuck? In the meantime, I go by the name Beka Smasha Masena. Hii imekuwa weekly update show kama kawaida. Tupatane next time, same place, same people, same times. Don't forget to subscribe to make to 50,000 subscribers. I'm out. I love you guys. Happy Valentine.